washiriki, serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku zote inasisitiza matumizi ya TEHAMA, na tumeona mafanikio makubwa sana kwenye upande wa mahakama, namna ambavyo wanatumia TEHAMA kwenye masuala ya utafsiri wa sheria na kutoa haki. Nimeona kwamba kama mnavyofahamu, nchi yetu ina uwezo wa kuhifadhi wafungwa na mahabusu zaidi ya 29,000, lakini kutokana na kazi kubwa inayofanywa na mahakama za Tanzania na kutenda haki na taasisi zingine ambazo zinatoa haki na kwa maana kutafsiri sheria na wale ambao wanaandaa mashtaka kwa DPP pamoja na wanaoendesha kesi, mawakili, tumeona mabadiliko ni makubwa, na hivi sasa tunaona wafungwa na mahabusu wako chini ya 24,000. Maana yake ni kwamba ni kazi kubwa imefanyika. Tupige makofi mengi sana wenzetu wa mahakama. Lakini pia tumeona namna ambavyo haki inavyoendelea kutolewa kwenye taasisi mbalimbali. Mimi niendelee kuwatia moyo kwa karne hii ya 21, lazima tusisitize swala zima la TEHAMA. Ni muhimu sana kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania. Sasa hivi wanasema dunia kiganjani, na lazima tuipeleke dunia yetu kwa msingi hiyo ya dunia kiganjani. Kila kitu mtu anakiangalia akiwa ofisini kwake, akiwa wapi. Lakini wizara hii ya Katiba na Sheria imekuwa na chachu chini ya katibu mkuu wake Comrade Eliakim Maswi, ambaye alitamani sana kuwa hapa, kajitahidi kadiri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba taasisi zote zilizoko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria zinafanya majukumu yake pasipokuwa na changamoto za aina yoyote. Tumpigie makofi mengi sana katibu mkuu wetu. Ndugu washiriki, katika utekelezaji wa majukumu yetu kama wizara yenye dhamana ya kuimarisha masuala ya katiba na sheria, tumeendelea kushirikiana na taasisi zetu zilizoko katika wizara hii ya Katiba na Sheria ili kuweza kutoa utoaji wa haki na kuimarisha utoaji wa haki. Mfano taasisi mbalimbali, mfano leo hii tuko hapa na mahakama na tunaona tunaenda kuwapatia zaidi ya kompyuta 150. Hii sio kazi ndogo, maanake tunakwenda kuona mabadiliko makubwa huko wanakwenda kufanya kazi zao. Tuwapongeze sana wenzetu wa mahakama namna ambavyo leo hii wanaenda kupokea vifaa hivi, lakini pia kwenda kutenda majukumu yao. Bila kuwasahau wenzetu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambapo niseme tu kwamba taasisi hizi pamoja na mahakama ya Tanzania ambayo imepewa jukumu la utoaji haki nchini chini ya ibara ya 107A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inayohamasisha hifadhi ya haki za binadamu kwa kufanya uchunguzi na kupokea malalamiko ya uvunjaji wa haki za binadamu chini ya ibara ya 129 mpaka ibara ya 130 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kutekeleza majukumu yake, Mahakama ya Tanzania na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora zinakutana na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa vitendea kazi kama vile magari na kompyuta, hivyo kushindwa kufikia malengo waliojiwekea kiutendaji. Katika kutumia fursa hiyo, wizara imekuwa ikikutana na taasisi hizi zote na kuweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kazi zinafanyika vizuri chini ya ofisi zao na hatimaye kuleta matokeo chanya na hatimaye Watanzania kupata unafuu mkubwa. Ndugu zangu washiriki, leo hii tuko hapa na wenzetu wa UNDP. Mimi nichukue nafasi hii niwashukuru sana wenzetu wa UNDP kwa mashirikiano tulionayo kati ya wizara hii ya Katiba na Sheria, na niwahakikishie kwamba tutakuwa nao bega kwa bega mpaka tuhakikishe kwamba wizara yetu inakuwa ni kinara kwenye vitendea kazi, na tutakuwa ni watu wa kushirikiana nao bega kwa bega ili tuweze kufanya makubwa, hasa kuelekea kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Ndugu zangu washiriki, lengo la upatikanaji na utumiaji wa vifaa hivi ni kutekeleza kwa vitendo sera ya serikali ya kujenga mfumo jumuishi shirikishi na unaotumia teknolojia katika utoaji wa huduma za kisheria. Azma ya wizara yetu ni kuhakikisha kuwa huduma za sheria zinawafikia wananchi wote bila kujali mahali walipo, hali zao za kiuchumi, tabia zao au maeneo wanapoishi au jamii zao. Ndugu washiriki, ni muhimu kutambua kuwa juhudi hizi zinaendana na mkakati mpana wa serikali wa kidijitali unaolenga kuunganisha mfumo wa TEHAMA katika taasisi zote za umma katika sekta ya sheria,
tuendelee kujenga na kuimarisha mifumo jumuishi inayotuwezesha taasisi mbalimbali kuweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kukabiliana na taarifa kwa wakati, kwa maana kuzipata taarifa kwa wakati, lakini pia kutoa haki kwa wakati, na pia kukusanya taarifa muhimu kwa maslahi mapana ya Watanzania kwa wakati. Na haya yote ni mapenzi mema ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ni nchi ya utoaji wa haki kwa haraka na watu waweze kufurahia maisha kwa sasa na baadaye. Lakini pia nichukue fursa hii nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sisi hapa fedha zimetolewa za kutosha kwenye ujenzi wa jengo letu hili, lakini pia na hata wakili mkuu wa serikali pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Majengo haya yote yanajengwa chini ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni kazi kubwa, tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu, pamoja na mafanikio haya bado tunatambua kuwepo kwa changamoto mbalimbali zikiwemo miundombinu ya tehama katika baadhi ya maeneo, uelewa mdogo wa matumizi ya mifumo ya kidigitali kwa baadhi ya watumishi na wananchi, pamoja na masuala ya usalama wa mifumo ya tehama. Serikali itaendelea kushughulikia changamoto hizi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi ili kupata mafunzo mbalimbali ili tuweze kutumia vyema mfumo hii ya kidigitali. Lakini pia tumejipanga vyema. Magari leo nitamke kwamba tutawakabidhi magari 4 Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ili magari 5 Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambapo naona kwamba mimi nilijua mmoja tunalipeleka mahakamani. Ndio maana nikasema Mtwina bana nampima kwanza. Vipi jamaa wangu? Naona ka pressure kanakuja, kumbe mbona unasema 5? Sasa leo hii nitamke kwamba tutakabidhi magari 5 cruiser 2 za kisasa kabisa, ziko tayari kwa ajili ya kazi nchi nzima, kwenda kuwatafutia Watanzania haki za msingi na kwenda kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, kwenda kupambana na maeneo mbalimbali ambayo haki ya Watanzania inapotea. Kwa namna moja au nyingine, ninayo mfano mizuri sana. Tume ya Haki za Binadamu wamekuja kwenye mikoa mbalimbali kwenda kuangalia namna ambavyo watu wanavyonyanyaswa na kwenda kuhakikisha kwamba haki inatendeka, na kazi imefanyika vizuri sana. Tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Ndugu yangu, pamoja na timu yako, sisi tunaendelea kuasisitiza. Tunagawa mahakama kompyuta 150, tunagawa kwa wenzetu wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora kompyuta takribani 30 na magari 5 ya nguvu kabisa. Mimi naamini hapa yakiwa yanaondoka, na bahati nzuri umekuja na madereva kabisa. Kama tuna imani kubwa na kituo hiki cha Haki za Binadamu na Utawala Bora, kwa sababu tumejionea kazi wanayofanya, na ndio maana wizara imechukua hatua ya kuhakikisha kwamba wananunua magari ya kisasa kabisa ili tukafanye kazi. Rai yangu ni kwamba magari haya tuyatunze. Watu wasije kaendesha kwa fujo, kesho tukasikia gari moja limepata matatizo. Hatutajisikia vizuri, tutajisikia huzuni, kwa sababu magari haya yametumia fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pia ni fedha pia za walipa kodi.